mabadiliko ya tabia nchi ama ukipenda mabadiliko ya hali ya anga na kuweza kupunguza athari hizo na vile vile matumizi ya bidhaa hizo, ikiwa ni swala ambalo amelizamia rais kwenye hotuba yake ya kwanza hivi majuzi. Ndani ya studio nao wageni wangu wawili, ninaye Elizabeth Wangeshi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kawi na vile vile mazingira. Pia ninaye Justus Munyoki ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mazingira. Tukiwa tunatathmini tu safari hii itakuwaje, tunafanya nini kufikia hapo. Nikija kwako Elizabeth, tukizungumzia swala la rasilimali tulizonazo kama bara la Afrika na pia kama taifa la Kenya zitakazotupeleka kwenye mabadiliko haya, ni mambo gani yaliyoko kwenye athari za hali ya anga ambayo yanaweza kutuweka kwenye mahala pabaya tukizungumzia rasilimali hizi? Tukianza kwanza na mambo tuseme kama flooding yenyewe. Flooding ikija, maji yenyewe inajaza sewage systems, tuseme. Hiyo sewage yenyewe inakuja juu, watu wanakanyaga hiyo sewage, wanakosa maji ya kunywa. Kwanza ukiwa na boreholes, watu wanakosa maji ya kunywa. So hata tukisema tutatumia let's say hydro kwa kawi, kutengeza kawi, mvua yenyewe yenyeshi pali dam ziko. Hata tukisema haya tutaenda tulime dams bila kuangalia hii climate change, hii mabadiliko vile inaendelea, na kuna science, kuna hii data pahali. Tuangalie kule kutanyesha, kwa sababu saizi kuna kwingine kuna flooding na kwingine kuna ni kukavu. Kule ni kukavu, watu wanakosa chakula, huku kwingine tuko na flooding. Sasa ni kuangalia sasa tufanye planning vingine, na tufanye hiyo planning kuangalia climate change. Badala ya kufikiria tutafanya planning vile tulikuwa tunafanya before. Hata vile tulikuwa tumesema mambo ya agriculture. Tulikuwa tunangoja mvua inakuja saizi IG, tunapoteza chakula. Sasa tuseme haya, tunaishi kwa hii mwaka, kwa hii nchi iko na climate change. Hivi ndio tunaweza fanya. Tukiwa na hiyo flooding yenyewe, hiyo maji tunaweza direct aje, tunaweza deal na aje. Ndio sasa tukiwa na drought, tukikuja pandi ya drought, maji ipo na tumeyatumia vizuri. Kuhamisha kutoka kwa hydro, sasa hii tunaanza kuongea mambo ya transition. Hiyo change tunasema ya polepole, ndio hiyo transition tunaongelea. Tukiongea mambo ya transition ni kusema okay, tuko na hydro, lakini pia upepo ama hewa ile tuko nayo. Kwanza across Africa tumeshaangalia, tuko na hewa inaweza kutupatia kawi mara 250 kwa ule kawi wote tunahitaji Afrika yote. Kenya yenyewe iko nayo, lakini hatujatumia yote. Sasa tunaweza anza pia kuhamia polepole kutoka kwa hizo hydro. Tukiongea mambo ya dams, kuna hizi teknolojia tuhame pande ya hewa hii tuko nayo. Ya mwisho naweza taka pia kusema ni kuwa mambo ya chakula, kwa sababu unajua ukienda nyumbani tunaweza ongea hapa hakuna chakula ama chakula zimepotea. Ni kitu kubwa sana, ni changamoto kubwa sana. So hata pia tuangalie ni chakula gani ndio tunapanda. Hii climate sasa inatuambia ni chakula gani tunaweza kupanda kama Kenya. Kuna ile kokomasho na kuna ile ya kula nyumbani, na pia kuhifadhi ndio ifike kwa wale watu wako town. Asante Elizabeth. Justus, nikupe jukumu la kusahihisha mtihani. Uipatie Kenya alama. Tunafanya vipi kulinda mazingira? Tukiwa kwenye makongamano tunaambiwa tunafanya vizuri, lakini iwapo 80% ya kawi inayotumika dunia nzima inatokana na fossil fuels ama tukizita visukuku. Je, Kenya tuko wapi sasa hivi? Labda nitapeana jibu vile nafikiria, lakini labda si sana, sababu yako nataka kuitoa ya kwamba kitu cha kwanza nataka nitaje kitu kimoja. Mahali nitatoa jibu. Kama Kenya kuna ile tunaita National Climate Change Action Plan, ambayo pia inazungumzia mambo ya climate change na pia ikihusisha mambo ya kawi. Kuna mahali inaongelea kuhusu misitu. Tulisema ya kwamba kama nchi tuweze kuongeza misitu ikuja katika ile tunasema 10%. Na kwa sasa haijafanyika. Na hiyo pia ikapeleka katika zile counties kule chini ya kwamba kila county ijipange iweze kuongezea nini? Misitu. Lakini pale hatujafika. Na hiyo pia ni baadhi ya zile rating zenye zinafaa kuwa pale. Sababu tukiongeza misitu basi tunaendelea kuleta mitigate hizi effects ama impacts za climate change. Kwa hivyo kama sasa hivi tukiomba kama Kenya tunaendelea vizuri, ndio tunajua kwamba tunafanya bidii juhudi zaidi kuona ya kwamba tunafika pale, lakini bado mimi sioni hata kama tumefika hata 50%. Tuko bado.
Alama zake ni 50, nusu kwa nusu. Elizabeth, tupatie alama. Unasahihisha mtihani. Kama taifa tuko mahala wapi? Naweza sema kwa vile hata ile National Climate Change Council yenyewe chair mwenyewe ni rais, hawajakaa pamoja. Kuna plans zenyewe watu wanajaribu pale national government na pia county government, lakini hakuna pesa, hakuna resources. So tumeweka infrastructure, lakini kazi yenyewe haijaanza vizuri. Mimi naweza tupatia marks kidogo sana, lakini hizo marks kidogo si ndio tusikie vibaya. Ni tutie bidii. Kwanza saa hizi tunaenda hiyo meeting ya COP27. Tusiende meeting kuongea. Tuende tuseme haya sisi hivi ndio tumefanya. Bajeti yetu ya nchi tumeifanya hivi. Tulikuwa tunafanya hivi before, lakini sasa hata nimesikia kuna ministries zingine zimepewa pesa juzi. Nilikuwa nangoja kusikia mambo ya climate change pia imepata pesa. Si kuongea tu na kusema this is what we'll do by 2030. Hiyo tumesikia na tumeplan na tuko na hizo action plans. Lakini sasa nataka kusikia hiyo budget inatoka national government, inaenda county government, inaenda kwa hizo communities. Juu communities wenyewe wako ready kufanya hii kazi ya climate. Asante. Nafikiri mmetosahihishia, lakini hatujafika hata nusu kulingana na matokeo tuliyopata. Lakini tukizungumzia labda hotuba ya rais na alivyoonyesha kuwa na kuweza kutaka kubadilisha hali ya anga, inaweza kusaidia labda kubadilisha pia mtazamo wa watu kutoka mashinani kama ulivyosema, ama labda tutakuwa tuko pale pale. Kwa upande wako alafu Elizabeth atamalizie. Kwa upande wangu, sababu sasa rais hapa yeye ndiye akona usukani. Unajua kama kiongozi ukiongoza sisi tufuata. Chenye nitasema huu ndio mwelekeo ambao unaofaa, lakini nitasema ya kwamba ni vizuri isikuwe top down. Wacha tuhusishe mashirika yote, kila sekta, wananchi wa kawaida, sisi wote. Hii ni nchi yetu na yeye kama kiongozi atuongoze tukienda pale. Cha muhimu ni kukuwa na zile mikakati, tutafanya haji hivi, na kama yale masuala kama yenye naibuka saa hizi, mambo ya kifedha, mambo ya policies, mambo kama research, mengine hiyo itazungumzwa wakati watu wameketi pamoja. Tuseme hapa ndio tuko na changamoto na tunaona jawabu ni hili, tufanye vipi, tutaanzia hapa tufike pale, basi tutaweza kufika mahali tunataka. Na kwa upande wako Elizabeth, hotuba yake wa rais na kuzungumzia masuala ya hali ya anga italeta matumaini gani kwenye safari hii, na kuanzia labda chini ama kwenda paka juu? Kwanza ilitupatia hiyo hope yenyewe. Sisi tumekuwa kwa hii industry ya mambo ya climate change siku nyingi sana. Kwa hivyo kukiwa na mabadiliko nchini, tunangoja kusikia na kumake sure kwamba kazi itasimama. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Ya pili ni also kuangalia vile tunaweza kuaccelerate. Tuharakishe hizi plans, tuharakishe action. So isikuwe tu ni mambo ya kuandika na kuongea. Ya tatu aliongea pia juu yake ni mambo ya wamama kuweza kupata pesa, hizi loans. Sasa hata hizi loans zikipeanwa zisipeanwe za kukuwe na sustainability kwa hizo loans. Kuleta hii financial sector kwa hii kazi ya climate action. Ya mwisho alimention na nilikuwa nimeongea juu yake awali ni low cost housing. Tukisema mambo ya 250,000 houses per year, hata hatuja manage kufika hiyo namba kwa the last 5 years. Naweza taka kujua vizuri sana, badala ya kusema hivyo, kama tumeita kila mtu anahusishwa kwa construction, apatiane solutions na tuangalie vile tunaweza meet hiyo 250,000. Hata tukisema tutatumia materials za hapa Kenya, ni materials gani tuko nazo, ni gani ziko East Africa, na kucreate hiyo environment ya ku work together na the region. Isikuwe tu ni Kenya peke yake. Kenya iko peke yake, tuko na wenzetu pia. So I think inatupatia faith ya kuendelea, lakini tunataka kuwa na acceleration. Asante. Labda kwa kumalizia, Justus, unaweza kutuambia kama alivyozungumza, tusiwe peke yetu, tuwe na wenzetu. Na juzi tuliona kulikuwa na kongamano lingine Kigali vile vile, na swala ambalo lilikuwa linazungumziwa sana ni kukosekana kwa chakula. Chakula kinakwenda chini, uzalishaji wa chakula hususan Afrika. Tufanye nini kama Afrika? Isiwe ni Kenya peke yake. Kitu cha kwanza lazima tu acknowledge ama tukubali ya kwamba tuko na mashirika, hatuko peke yetu. Sababu kama saa hizi tuko na ESC, tuko na pia IGAD na yale mashirika mengine. Kwa kawaida
wewe ukiwa peke yako, vile utasema ukiwa peke yako na sisi tukisema wote tukiwa watatu tutasikizwa zaidi, na kuna sababu pia tuko na mawazo tofauti. So kwa hivyo wakati tukikuja pamoja kama mataifa ya mashariki yote pamoja na kama Afrika, basi ile voice, sauti itasikika, sababu hiki ni kilio chetu, na bado tutakuwa na ule ujuzi zaidi wa zile engagements ama negotiations. Kwa hivyo tutasikizwa zaidi. Kwa hivyo nitasema ya kwamba wacha tukuje pamoja, chenye tutafanya kama lakini kama vile alisema ni kwamba sisi wote hatuna rasilimali zinatoshana, hatuna uwezo unatoshana, lakini pia tuko na ile space yetu, lakini tuende pamoja kama timu moja ya Afrika kwenda kunegotiate ama kuzungumzia haya masuala, na basi tukifanya vile tunaweza pia kuwa na zile exchange program na benchmarking, tutafaulu. Kweli, kidole kimoja hakivunji chawa. Yeah. Elizabeth, kuja pamoja umuhimu wake ni nini? Sisi kama mataifa ya Afrika tuweze kwenda pia kwa haraka katika safari hii. Kwa lengo la kwa agenda 17 ni partnership. Na mambo ya climate change si ya nchi moja vile nilikuwa nimesema, ama si ya mtu mmoja. So kuja pamoja ni pia tunasaidia wale hawezi kuwa pale tumefika. Hata tukipatia Kenya hizo marks tumepatia, kuna wale wako nyuma yetu tunaweza waleta juu, lakini pia sisi tumie zile solutions ziko, tusifanye zile mistakes watu wengine wamefanya. Sasa hiyo ndio opportunity ya kukuja pamoja, na pia mkiwa pamoja mtumie resources zote, mnamaliza mkishindana. Afadhali kusaidiana ndio tufike pale tuna need kufika, ndio climate change yenyewe, hiyo action yenyewe tuweze kuifeel sisi wenyewe. Naam. Asante Elizabeth. Nafikiri tutakuwa tunatarajia kuona mabadiliko kwenye makongamano yanayokuja. Kabla waamue pia masuala yatakayogusiwa kwenye kongamano la 27 ni yapi itakalofanyika kule Misri, lakini pia vile vile tutakuwa tunatarajia pia yale masuala ambayo yamezungumziwa labda na rais hivi majuzi yatakuwa yanaafikiwa na vile vile pia kutiliwa juhudi. Amekuwa ni Elizabeth Wangeshi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kawi. Asante sana kwa kuja. Na pia nimejiunga naye Justus Munyoki ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mazingira. Tukiwa tunajadili tu swala